شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Wapenzi watazamaji, tunawakaribisheni kwenye kipindi kipya kinachohusiana na hukumu za hija kwa wenye kusafiri na kwenda kuhiji, ambao wamepata taufiki na mafanikio ya kwenda kusafiri safari hii yenye baraka, yenye utukufu, safari ambayo ni ya wajibu, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea sisi Waislamu, ya kwamba mtu anapokuwa ana uwezo wa kwenda kusafiri na kwenda kuhiji, basi katika mji wa Makka, basi anawajibika yeye kuondoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, yani kwamba ni wajibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu juu ya watu kwenda hajjul baiti, kuihiji na kuikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu ambayo iko Makka, ambayo inayoitwa Kaaba. Mtu akaenda mpaka huko ili aweze kufanya baadhi ya amali ambazo Mwenyezi Mungu ameziamrisha anapokwenda hija. Basi ni wajibu kwa mtu gani? Kwa mtu ambaye ana uwezo wa kiafya, uwezo wa kimali na hali nyinginezo ambazo zipo, ya kwamba labda usalama anao wa kusafiri, hana matatizo, ni wajibu kwake. Katika kipindi hiki ambacho tumeanza, ni kwamba tutakuwa tukiangalia nini hija, hukumu za hija na matendo ambayo mtu anawajibika kuyatekeleza katika hija katika siku chache ambazo anazosafiri na kwenda katika mji wa Makka. Na hii itakuwa ni kufuatana na madhehebu 8 ya Kiislamu. Madhehebu ndio ni mengi ambayo yapo, lakini tumechagua madhehebu 8 ambayo tutakuwa tukiangalia tofauti zilizoko katika fatwa. Na madhehebu ambayo tutazungumzia ni madhhabu ya Imamia, yani kwa jina lingine yani Shia Ithna Asharia, au kwa jina lingine Al-Ja'faria, kufuatana na fiqh ya Ja'fari. Hiyo ni ya kwanza. Pili, tutakuwa tukiangalia kufuatana na fatwa za Malikia, dhehebu la Maliki, na dhehebu la Shafi'i, na dhehebu la Hanbali, na dhehebu la Hanafi, na pia vile vile dhehebu la Zaidia na dhehebu la Ismailia. Haya ndiyo madhehebu ambayo tutakuwa tukizungumzia tofauti zilizoko katika mambo na hukumu za hija, ili kila mmoja aweze kutekeleza kufatana na dhehebu lake ambalo analofata. Sasa kitu cha kwanza ambacho tutazungumzia katika mazungumzo yetu ni kuhusu aina za hija. Hayo ndio mazungumzo ya kwanza ambayo tutakuwa nayo. Aina za hija. Hija ni ngapi? Kwa wenye kwenda hija na kusafiri na kufika huko mji wa Makka, aina za hija ambazo hutekelezwa katika mwezi wa Dhulhijja, katika siku za hija, na ni aina 3. Aina ya kwanza inaitwa hajju ifrad, na aina ya pili inaitwa hajju qiran, na aina ya tatu inaitwa hajj tamattu.
Hizi ndio aina za hija ambazo zinawajibika watu kufatana na hali zao tofauti walizonazo wanapoenda kuhiji. Sasa kuna maelezo ambayo tutaelezea ambayo yapo yanazungumzia. Ni kwamba jambo la kwanza ambalo tunalizungumzia ni kwamba ni mtu anawajibika vipi kulingana na hizi hija aina tatu. Ni kwamba mtu ambaye amewajibika kusafiri na kutekeleza hija, masala ya kwanza inasema kufatana na msimamo wa fatwa za fiqhi ya Ahlul Bait, na kuna makubaliano katika jambo hili katika mambo mengine, na kuna tofauti kidogo ambayo iko. Jambo la kwanza ni kwamba masala inasema ya kwamba man wajaba alayhi alhajj in kana albu'du baina ahlihi wa Makkah almukarrama akthar min 16 farsakhan 48 milan fafardhuhu atamattu wa in kana aqallu min dhalika fafardhuhu alqiran au alifrad. Hii ni kufatana na fatwa ya madhehebu ya Imamia Ithna Asharia, ya kwamba mtu ambaye ni wajibu kwake kusafiri kwenda hija, basi anakuwa ni wajibu kwake kusafiri kutekeleza ikiwa inkana albu'du min ahlihi, ikiwa makazi yake mahala anapoishi kutoka Maka, baina yake na Maka mahala anapoishi, ikiwa umbali ni zaidi ya farsakh 8 farsakh 16 ambazo zinatoshana na maili 8, basi wajibu wake ni kwamba anawajibika kutekeleza hija ya tamattu. Yani kwamba mtu ambaye ana umbali wa maili 8 kutoka Maka, ambaye anaishi nje ya sehemu hii, basi anawajibika kufanya kutekeleza hija tamattu. Yani watu kama sisi ambao tunatoka Kenya, Tanzania, Uganda na nchi hizi za Kiafrika, sisi tunatoka mbali, kwa hivyo wajibu wetu ni kutekeleza hija ya tamattu. Ama wale ambao wanaoishi ndani ya maili 8 ambazo ndio kwa hesabu za zamani farsakh 16, basi wao wanawajibika kuhiji hija inayoitwa qiran au hija inayoitwa ifrad. Hapa katika jambo hili, hii ni kulingana na fatwa ya Shia Ithna Ashari. Ama kufatana na madhehebu mengineo ni kwamba kufatana na Malikia na dhehebu la Maliki na dhehebu la Shafi'i na dhehebu la Hanbali, wao anasema ya kwamba inajuzu kutekeleza yoyote katika mojawapo ya hizi tatu ambazo tumesema. Ndiyo, kuna maelezo ambayo yako baina kuhusiana na jambo hiyo ambayo yapo. Ama Hanafi, dhehebu la Hanafi ni kwamba ni yeye ana khiari pia ya baina ya zote tatu, ila tu ikiwa yeye anaishi ndani au karibu na Masjidul Haram. Huyo ambaye anaishi katika maeneo ya Masjidul Haram, yani yuko karibu sana na msikiti mtukufu, basi yeye hawezi kutekeleza haju tamattu, yeye atawajibika kutekeleza hizi nyinginezo. Hiyo ndio kauli ya Hanafi. Ama kufatana na kauli ya Ibadhi, wao wanasema pia ana khiari ya kutekeleza mojawapo ya zile tatu, ila tu anapokuwa ikiwa yeye anaishi maeneo ya msikiti mtukufu wa Masjidul Haram, au yeye ni mkazi ya sehemu ambazo zinaitwa miqat. Miqat ni vituo ambavyo watu hubadilisha nguo zao za kawaida na kuvaa ihram. Ikiwa yeye maeneo yake ambayo anaishi ni maeneo hayo, au anaishi ndani ya karibu na haram, msikiti wa Masjidul Haram, basi yeye atakuwa hawajibiki kuhiji hija ya tamattu na wala kuhiji hija ya qiran, bali atafanya hija ya ifrad.
Na ama dhehebu la Zaidia wanasema ya kwamba ikiwa yeye anatoka kwenye miqat, basi ikiwa hakutekeleza, kwa sababu kuna kitendo cha kubeba au kumburuta au kumvuta kuja na nini na mnyama ambaye ni kondoo kwa mfano au mbuzi, ikiwa atamvuta atakuja naye, basi anawajibika. Ikiwa hakuja na huyo mnyama, basi anawajibika afanye umra, avae ihramu katika miqat ya umra ya mufrada ya ifrad, la hawezi kufanya kitendo kingine, yani anawajibika kuhiji hija ya ifrad. Hii ndiyo fatwa ya kwanza ambayo inahusiana na jambo hilo. Ama masala nyingine ambayo iko ni kwamba ikiwa hija ni ya mustahab, basi kama sio hija ya wajib, yani kwa mfano hija ya wajib ni ile ya kwanza kabisa, mtu anayohiji mara ya kwanza kabisa, ambayo mtu anakuwa amewajibika akifanya ile hija, ndio tumesema ya kwamba hali ni kwamba anawajibika kufanya nini? Kama anatoka mbali, kauli ni kwamba anawajibika kuhiji hajjat tamattu. Na tumesema kufatana na Malik na Hanbali na wengine na Shafi'i, wao wanasema kwamba inajuzu kufanya khiari, ana khiari ya kuchagua. Ama Hanafi kauli yake ni tofauti, tumeelezea. Ama kama ni ya mustahab, ni kwamba ikiwa ni hija ya mustahab, yani ya mwaka wa pili, mwaka wa tatu, ameshafanya hija yake mara ya kwanza, sasa ni mara ya pili au ya tatu, basi ni bora kwake kufanya tamattu, haji tamattu, hata kama yeye ni mtu wa mji wa Makka, yani hata kama anaishi katika maeneo yale, bado pia ni mustahabu kufanya nini? Tamattu. Na ikiwa hatafanya hiyo, basi inayofuatilia kwa ukuwa ni bora ni kwamba afanye hija ya qiran. Hiyo ndio ilivyo. Hiyo ndio masala ya kwanza na ya pili, na fatwa ambazo zinahusiana na jambo kama hilo. Ama sasa kwa upande wa hajjul ifrad, ili tuelezee tujue vizuri hajjul ifrad inatekelezwa vipi. Sisi kwa vile zaidi watu wengi wanapoenda wanafanya haji tamattu, mazungumzo yetu mengi yatakuwa zaidi kuhusiana na haji tamattu, kwani wengi kutoka huko Afrika Mashariki tunaelekea tukiwa ni wenye kunuia haji ya tamattu, sio hajjul ifrad wala qiran. Hata hivyo tunaelezea kwa ufupi kuhusiana na haji ya ifrad. Hajjul ifrad ni mtu atekeleze kitendo cha hiji. Haji, nielezee kabla ya kuendelea kwanza ya kwamba hija yenyewe, hija ambayo mtu anapoenda huwa na sehemu mbili. Kuna sehemu inaitwa al-hajj na kuna sehemu ambayo inaitwa umra. Hivi ni vitendo viwili hutenganishwa mara nyingi, yani hii hufanywa kwa wakati na hufanywa nyingine kwa wakati. Sasa taratibu inayokuwa ndio inayosababisha kuwa hii ni hajjul qiran, hajjul ifrad, haji tamattu. Yani kwamba umetanguliza umra kwanza au umetanguliza haji kwanza. Umezishikanisha kwa pamoja ukatekeleza kwa wakati mmoja, au umetekeleza kwa nyakati tofauti. Sasa hizo ndio zinatofautisha. Sasa hajjul ifrad ni kwamba ni uje na kitendo na sehemu ile ya inayoitwa al-hajj, hajjul ifrad. Na tusichanganyikiwe na neno hili, kuna hajj na kuna hija. Hija yote kwa ujumla huwa pia inaitwa hija, inaitwa al-hajj pia vile vile. Lakini inakusudiwa tunapozungumzia kuhusu neno hili al-hajj sasa hivi katika mazungumzo yetu katika hija nzima, ni haji ni matendo mahsusi ambayo yanayofanyika kuanzia tarehe 9 ya Zulhijja mpaka kufikia tarehe 12 au 13 ya mwezi ule. Sasa kuna matendo ambayo yanafanywa. Sasa ikiwa atakuja na kitendo, hii hajjul ifrad ni kwamba aje na kitendo, sehemu hii inaitwa hajj bila kuja na umra. Na baada ya hija
anakuwa ana khiari kutekeleza umra au asitekeleze. Na sababu ya kuitwa hajjul ifrad ni kwa sababu ya kuwa ni ndani yake ameilete mufradan, yani ameilete peke yake bila kuunganisha na umra. Alafu na baada ya hija, yani baada ya hija umra hakuilete kwa sababu ana khiari ya kufanya vile. Tukutane tena kwenye kipindi kingine tukielezea kuhusu mengineo kuhusu hija. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi at-tahirin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك